Usikate tamaa, usikate tamaa, usivunjike moyo. Haijalishi unapitia jambo gani, haijalishi umefeli mara ngapi, haijalishi umepata hasara mara ngapi, haijalishi umeanguka mara ngapi, unayo nafasi tena ya kuinuka tena. Biblia inasema kwamba adui yangu sifurahi niangukapo, maana ninapoanguka nitainuka tena. Haijalishi ulianza biashara na imefeli, haijalishi ulianzisha jambo fulani likakwama, haijalishi umepitia kwenye mahusiano mangapi na yameharibika, bado Mungu anaweza kukupatia mtu mwema. Bado Mungu anaweza kukupa neema ya kufanikiwa tena katika hilo jambo ambalo ulianza kulikatia tamaa. Haijalishi umeanza biashara ngapi na zimeanguka, bado ipo nguvu ya wewe kuinuka tena, kusogea mbele. Biblia inasema kwamba lipo tumaini katika mti uliokatwa, bado lipo tumaini katika lile shina ambalo lilikatwa, tumaini la kuchipuka tena, tumaini la kuamka tena. Haijalishi umeshindwa mara ngapi, unaweza kuinuka na kusonga mbele. Sikiliza mtu wa Bwana, Biblia inazungumzia kwa habari ya Samsoni na Delila. Huwa ninajifunza mambo mengi sana pale kwa Delila. Mwanamke huyu alikuwa na jambo lake na hakukata tamaa. Delila anamshawishi Samsoni mara ya kwanza, Samsoni anamdanganya, lakini bado Delila akati tamaa. Angalia, anamwambia nipe siri ya nguvu zako. Jamaa anamdanganya mara nyingine tena, lakini hatuoni Delila akikata tamaa mpaka jambo lake limekamilika. Delila hakati tamaa mpaka mishoni yake imekamilika, mpaka jambo lake, mpaka ndoto yake imethibitika. Wewe ni nani ambaye unakata tamaa mara ya kwanza? Wewe ni nani unavunjika moyo kirahisi namna hiyo? Wewe ni nani moyo wako umeumizwa na unaacha kufanya hilo jambo? Mungu anasema mchana huu wa leo, Mungu anasema muda huu, usiache. Sijui kitu gani ambacho ulikuwa unataka kufanya na umekata tamaa, ukiache. Sauti ya Mungu inasema na wewe, usivunjike moyo, usiache kufanya. Endelea kufanya hata kama huoni matokeo, endelea kufanya.